Pepe. 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 Wapi Pepe? Pepe. Nimekuja sasa. Unaweza ukanieleza kile ulichoniitia? Bwana Dastan. Ndio kaka. Habari za kwako? Salama, karibu sana. Ndugu yangu nimekaribia. Ndio. Ila huu ujio sio madhubuti kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu moja. Ndio. Mwanangu Kundi. Habari za jioni. Ametoka duniani. Kuna msiba? Sio na maongezi tu mengine ya familia. Sawa. Kundi hajafariki. Niamini mimi kabisa. Kwa nini nakwambia hivyo? Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Mago. Ndiye mtaalamu. Ni mtaalamu ambaye ni mbobevu kwenye masuala kama haya. Huyu mwanao hajafa kifo cha kawaida. Mago, yaani unamaanisha ni mtaalamu? Ni mtaalamu. Mimi naamini tukimpelekea hili tatizo atalisolve. Kwa hiyo ndoa wasiwasi. Umesema hii taarifa hujampa mtu yoyote? Na ameshafanya kazi nyingi hapa kijijini. Sasa unamkumbuka yule mzee John? Ndio. Mwanae alichukuliwa Misukule, nikampeleka kwa mzee Mago. Alimsaidia vizuri mno na tatizo lake liliisha haraka iwezekanavyo. Inawezekana? Nisikilize mimi, sio umenifuata nini? Ndio. Kabla hatujafanya chochote kile, twende kwa mganga mzee Mago tukachekishie wamekufa kweli au la. Na hii taarifa nimekuletea kwa sababu hii wewe ni jamaa wangu wa karibu. Safi kabisa. Mimi sina ndugu mwingine zaidi yako. Uko sahihi. Na ndio maana mimi hili nitalivalia njuga. Nitahakikisha swala lako limekamilika kwa sababu jambo linalokupata wewe ni sawa na langu. Sasa huyu ni mtoto wetu wote. Ndani ya kijiji uchawi umekisil bibi Sara na uwa watu kijiji na wage ndani ya kijiji. Naam mkuu. Nimekuja kwako nina shida. Una shida gani mkuu? Na shida na Mtetea. Mtetea? Takusaidia. Ninamtetea, ana siku hizi, ana siku 3. Lakini atakufahamu. Takusaidia. Asante. Na ukinisaidia hilo, umoja wetu utakuwa sawa kabisa. Na kama utakuwa na shida yoyote ile, lakini mkuu, naombi moja, unisaidie mtu wa kazi. Mtu kazi? Hao ndio wengi. Nitakupa ambaye anaweza hata kuwafundisha wengine wakafanya kazi vizuri. Sawa mkuu, nitafurahi sana. Maana kuna shamba langu kule nahitaji nguvu kazi. Sawa. Katika hilo sio imeisha. Sawa.
Ndani ya kijiji uchawi umekisili. Bibi Sara anawa watu kijiji, anawageuza misukule, anaua watoto na kuwala nyama, vijana wadogo wanakuwa wachawi na wanatembea na mabinti bila ridha na kupelekea kumpa mimba. Binti mmoja anakuza mtoto wa miujiza ndani ya kijiji. Ndani ya kijiji miujiza imetawala kwenye kijiji chetu. Utasikia mara huyu kaugua ugonjwa wa ajabu, huku wanabadilishana misukule kwa ajili ya kufanya na mapenzi. Dunia simama, nishuke ndani ya hiki kijiji, mtoto wa miujiza. Gota, hii kazi gani tunafanya? Usiku kucha kweli tunakosa samaki kweli Gota? Sasa tutafanyaje ndugu yangu? Hapana, itabidi tubadilishe biashara, badilishe kazi. Kuna kazi nyingi kibao tu hapa za kusukuma matololi, ni kazi pia. Alafu unajua Baba Kundi amefiwa. Baba Kundi? Yes, Baba Kundi. Chawa, chunga maneno yako. Tumeshakuzoea unaongea. Huo mdomo wako tunaujua. Chunga sana maneno yako unayoongea. Yaani mtu amefiwa hofu unasema kwa nifunge mdomo? Unajua tatizo la msiba. Na ndio nimeshakwambia. Sawa, twende msibani. Ndani ya kijiji nimeona ujio wako mkuu. Nimesikia wito. Karibu sana. Asante. Mimi mara zote napenda kuishi kwa mkataba. Tulichokizungumza chini ya hili nimekuja kutekeleza. Sijui uko tayari? Nipo tayari mkuu. Asante. Nashukuru. Sawa kabisa. Umenipa kigoli. Ndio naikabizisha huyu. Mkuu, ana nguvu kweli, mbona kama legerege? Ataweza kazi? Nguvu anazo nyingi sana. Mbona namuona kama legerege, mkuu? Nimemtengeneza ili kumfikisha hapa. Sawa mkuu. Nashukuru.
unageuka mwanga, binti aliyejaa miujiza, atatoa roho za giza. Kwa mwisho wa uchawi alikuja kifo cha ukweli, hadi kijiji kilipogeuka na majina yake yakasahaulika. Sasa nimesaisha, wacha kuwa wachawi kama unavyotaka. Inazingatia vizuri nguvu za uchawi za Bibi Sara na wachawi wa kijiji, na pia hali ya binti mwenye mapepe ambaye alitolewa msukule. Bibi Sara, Bibi Sara, usiku anawanga, mchana anawanga. Giza likiingia, amani inapotea. Firestar Rock City, Mwanza, Nyegezi, Malimbe.